Orodha ya majina ya wafanyabiashara wakubwa, viwango vya fedha vinavyofikia mabilioni na madai ya kuhusishwa na ununuzi wa silaha haramu. Haya ndiyo yanayotikisa mitandao ya kijamii hivi karibuni. Kwa mujibu wa madai yanayosambazwa, wafanyabiashara hao walishiriki katika mchango wa kisiasa mwezi Agosti wa chama cha CCM na sasa wanadaiwa kuhusishwa na silaha zilizotumika kuwadhuru waandamanaji wakati wa maandamano ya Oktoba 29. Haya si madai madogo, ni madai yanayogusa uhalifu mkubwa, haki za binadamu na hata mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Lakini swali la msingi ni hili: je, kuchangia chama cha siasa au kampeni kunamfanya mfanyabiashara abebe tuhuma nzito za jinai? Je, orodha ya majina inaweza kusimama kama ushahidi wa kisheria? Na kwa viwango gani ICC madai haya yanaweza kweli kufungua kesi? Katika uchambuzi huu tunaangalia hoja hizi kwa misingi ya sheria, si jazba, si mitandao wala si propaganda. Kwanza kabisa ni lazima tutofautishe kati ya tuhuma, madai na ushahidi. Orodha inayosambazwa ina vitu vitatu: majina ya watu binafsi na kampuni, viwango vya fedha na dai la mchango wa kisiasa. Lakini kisheria, orodha kama hii haiwezi peke yake kuthibitisha kosa lolote la jinai. Katika mfumo wa sheria, ushahidi hauanzi na majina. Ushahidi hauanzi na kiasi cha fedha. Ushahidi huanza na muunganiko unaothibitishwa, yaani fedha zilizotolewa zilitumika kununua silaha, silaha zilitumika kudhuru raia, na mtoaji wa fedha alijua au alikusudia hilo. Bila mlolongo huo, orodha inabaki kuwa dai la kisiasa, si ushahidi wa kisheria. Katika mifumo mingi ya kisiasa, wafanyabiashara wanaruhusiwa kuchangia vyama vya siasa, wanaruhusiwa pia kuchangia kampeni, lakini pia wanaruhusiwa kushiriki harambee za kisiasa, ili mradi tu fedha si za uhalifu. Hakuna ukiukwaji wa sheria za uchaguzi, hakuna ufadhili wa ugaidi au silaha haramu unaothibitishwa. Hivyo basi kisheria, kuchangia chama cha kisiasa si kosa. Hapa ndipo mjadala unapotoka kwenye mstari wa sheria. Sheria haisemi ukichangia chama unawajibika kwa kitendo kilichofanyika baadaye. La hasha. Sheria inasema uwajibikaji wa jinai ni wa mtu binafsi, si wa jumla. Katika uhalifu mzito, hasa unaohusisha silaha au mauaji ya raia, sheria huangalia mambo matatu makuu. Kwanza, nia. Je, mtu alikusudia madhara yatokee? Pili, ujuzi. Je, alijua fedha zake zitatumika kwa ununuzi wa silaha haramu? Tatu, ushiriki. Je, alihusika moja kwa moja au alisaidia kwa kujua? Bila kuthibitisha haya matatu, hakuna kosa la jinai. Hakuna kesi inayoweza kusimama mahakamani. Hivyo, mfanyabiashara aliyetoa mchango wa kisiasa hawezi kubeba tuhuma nzito bila ushahidi wa moja kwa moja. Hawezi kuhusishwa na silaha kwa sababu tu jina lake limo kwenye orodha. Ununuzi wa silaha haramu ni kosa kubwa sana kisheria, lakini kuthibitisha kosa hilo kunahitaji ushahidi mzito sana. Mahakama hutafuta rekodi za benki, mikataba ya manunuzi, njia za usafirishaji, lakini mawasiliano ya siri, mashahidi waliokuwa ndani ya mpango. Bila ushahidi huo hakuna kiungo cha moja kwa moja, hakuna uthibitisho wa matumizi ya fedha, na katika sheria tuhuma nzito zinahitaji ushahidi mzito. Kama kulikuwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, hilo ni swala zito la haki za binadamu. Lakini hata hapo lazima kuthibitishwe nani alitoa amri, ni silaha zipi zilitumika, lakini pia zilitoka wapi, na ni nani aliwajibika moja kwa moja. Kuhamisha mzigo huo wote kwa wafanyabiashara waliotoa mchango wa kisiasa ni kurahisisha mno swala tata la kisheria. Wengi wanauliza, je, ICC inaweza kuhusika au kuchukua hili kama jadala la ushahidi? Mahakama ya kimataifa ya jinai ICC haitoi hukumu kwa shinikizo la mitandao.
haitoi orodha ya majina kama ushahidi wa msingi, haitungi kesi kwa hasira za umma. ICC hutazama uhalifu wa kimfumo, amri kutoka juu, lakini pia ushahidi wa sera au mpango. Kwa wafanyabiashara, hawashtakiwi kwa kuchangia chama, wanashtakiwa tu kama kuna ushahidi wa moja kwa moja wa kusaidia uhalifu kwa kujua. Kwa lugha nyepesi, orodha hii kwa viwango vya ICC haitoshi kufungua kesi dhidi ya mfanyabiashara yeyote. Orodha inayosambaa mitandaoni haina mashiko ya moja kwa moja ya kisheria. Kuchangia chama cha kisiasa si kosa. Mfanyabiashara hawezi kubeba tuhuma nzito bila ushahidi wa nia, ujuzi na ushiriki wa moja kwa moja. Kwa viwango vya ICC, madai haya bado yako mbali sana kufikia hatua ya kesi. Hili ni swala nyeti, ni swala la haki, ni swala linalohitaji ukweli, si jazba. Kwa sasa haya yanabaki kuwa madai yanayohitaji uchunguzi huru na ushahidi thabiti kabla ya kuchukuliwa kama ukweli wa kisheria.